Jina ambalo watakatifu wanalikimbilia na wanapata msaada. Jina lako ambalo ni ngome imara ndani ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya huyu mpendwa mtazamaji na hata msikilizaji. Asante kwa uhai umempatia Baba. Asante kwa baraka zote za kifamilia, kazi, biashara. Tunakushukuru kwa sababu ya kutukusanya siku ya leo. Tuweze kuwa kwa pamoja katika kipindi cha neno la uzima. Wewe ndio umetuleta hapo ukiwa na sababu njema. Tunakaribisha Roho wako Mtakatifu. Tunaomba ufalme wako ushuke mahali hapa. Tunaomba popote sauti yetu itafika siku ya leo. Na kipindi hiki kitakapofikia watu wako, ushindi wako uweze kuonekana. Tunawainua mbele zako siku ya leo Baba. Tukijua na tukiamini unaenda kuwatenda wema. Sasa wakumbuke kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunaombea kila jambo litakalotendeka katika kipindi cha siku ya leo. Sifa zote na utukufu zikaweza kukurudia. Tunakushukuru Baba, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amen. Usiondoke hapo, bado ndio tunaanzia. Tutawaombea vizuri zaidi hapo baadaye. Kwa hivyo yangu ni kukaribisha rasmi tena, na siko peke yangu mahali hapa katika studio. Kuna watumishi ambao niko nao. Kwa hivyo nitakabidhi yule aliye mkono wangu wa kulia kabisa pale. Kwa hivyo usiondoke hapo kwa runinga, wale wanasikiliza kwa redio, wale wanafuata kwa mitandao mbalimbali, usiondoke. Tutawaombea, tutasikiliza neno, mahitaji yenu tutaweza kuinua mbele za Mwenyezi Mungu, na huyu Mungu atawabariki sana. Karibu sana mchungaji, mkono wangu wa kulia kabisa. Asante sana Reverend. Mungu akubariki sana, umetuongoza vizuri. Tunashukuru sana. Ningewapenda kuwasalimia wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Natumai mko wazima na Kristo mwana wa Mungu amewatenda mambo mazuri. Tunashukuru sana kwa jinsi Bwana ametujalia tupatane hapa siku ya leo katika studio hizi, na tunajua ya kwamba hakika kuna jambo Mungu ameandaa kwa sababu ya kila mmoja wetu. Tega masikio, ambia rafiki yako, na itakuwa baraka na itakuwa mzuri kwa jina la Yesu. Kwa hivyo karibuni wote, Bwana wa uzima wabariki, awatende mazuri kwa jina la Yesu. Asante mchungaji, na bila kupoteza muda ningependa kukaribisha yule ambaye anakuja kutupatia neno la uzima siku ya leo. Karibu sana mchungaji Reverend Mweti. Mungu akubariki sana. Tumeshukuru sana. Thank you. Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Natumaini nyinyi wote mko wazima, hata mimi hapa. Tunashukuru Mungu sana kwa siku ya leo ambao Mungu ametujalia neema kuwa hapa ndio tuweze kuwaletea neno la Mungu. Tunajua ya kwamba neno la Mungu ni neno ambalo liko hai. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, na neno la Mungu liko hai, na neno la Mungu lina nguvu na lina uwezo. Kwa hivyo unapojiandaa, tunakushukuru kwa hiyo nafasi ambao umeitenga. Najua ya kwamba uko na shughuli mingi, labda ulikuwa uko kazini, lakini umetenga muda uweze kusikiza neno la Bwana. Labda uko mahali na mahali pale umeachana na shughuli ndio usikize. Wewe uko safarini, labda unaendesha gari, umeweka redio yako. Wewe uko shambani, uko kazini, umeweka redio yako ama television, ama uko online, uko nje ya Kenya. Karibu sana na huo sababu ya neno la Bwana. Ujua kwamba sio muda wa kupotea bure, mbali ni muda ambao najua utakuwa wa faida kwako katika jina la Yesu. Kwa hivyo dakika hii tunataka tuingie moja kwa moja katika neno la Bwana. Tumechelewa leo, najua wengi wamengojea, lakini kulikuwa na matayarisho hapa na watu wa technical hapa, ma technician. Kwa hivyo poleni sana kwa kuchelewa. Tumechelewa leo, najua masaa yameenda sana, lakini tutasikia neno la Bwana na najua kwamba Mungu atatubariki katika jina la Yesu. Mchungaji, tusomee katika kitabu ni ya Isaia 52 kuanzia hapo moja. Neno la Mungu linasema, Amka, jipe nguvu zako ewe mji wa Sioni. Simamia hapo kidogo. Hapa ni Mungu alikuwa ananena na watu wa Sioni. Hapa ni Mungu alitumia nabii wake ambaye alikuwa anaitwa nabii Isaia. Ndio. Akamtuma katika watu wa Sioni. Yes. Watu wa Sioni walikuwa wamelazwa chini. Mji wa Sioni ulikuwa umelazwa chini. Ndio. Na ulikuwa umewekwa chini kabisa. Ndio. Sasa huyo ni mtu ambaye alikuwa ameketi chini. Yes. Mungu mwenyewe anamwambia
hamuka kwa sababu wakati wako umefika. Rudia tena. 52 Isaia mstari wa kwanza. Amka, amka. Jipe nguvu zako ewe mji wa Sioni. Ndio. Jivike mavazi yako mazuri. Ewe Yerusalemu mji mtakatifu. Yes. Maana hawataingia tena kwako watu wasiookoka na walio najisi. Yaani mtu alikuwa amelazwa mahali. Ndio. Tafsiri nyingine nasema hamuka njikungute mavumbi. Ndio. Yaani ni mtu ambaye alikuwa amelazwa na amewekwa chini mpaka mahali kwa vumbi. Ndio. Jikungute mavumbi na tena ukalie kiti chako. Amen. Haleluya. Amen. Amuka ewe Sayoni. Ndio. Nataka mchungaji Borevi tafuta hata kama ni kwa simu hiyo tafsiri nyingine. Okay. Haleluya. Haleluya. Huyu mtu alikuwa amepigwa. Ndio. Akalazwa chini. Yes. Na baada ya kulazwa chini, yes, ni kama alikuwa amevuliwa mpaka mavazi. Yes. Alikuwa amenyang'anywa mpaka kiti chake. Ndio. Kiti chake ni kumaanisha labda ni cheo alikuwa nayo mahali. Yes. Kiti chake ni kumaanisha yes, ndoa yake ilikuwa imeenda. Amen. Kiti chake ni kumaanisha yes, labda kazi yake alikuwa amenyang'anywa. Ndio. Labda haki yake ya shamba alikuwa amenyang'anywa. Kweli. Labda hata ni mjane mahali alinyang'anywa kila kitu. Kila kitu. Haleluya. Sasa ndio Mungu ananena na nabii, anamwambia nenda umwambie haamuke mahali amelazwa chini. Kweli. Kwa sababu hao watu ndio wasiomjua Mungu. Yes. Hao watu ndio ambao ni wa mataifa mengine. Yes. Hao watu ndio ambao wamekuwa na madharau kwake. Yes. Hao watu ndio walimnyang'anya mahali yake. Yes. Hao watu walikuwa wanamchukia. Hao watu walijaza madharau. Mungu akamwambia hawataingia kwako tena. Inanifurahisha pastor. Wow. Inanifurahisha. Mungu akisema amesema. Kweli. Ati wacha hivyo wamekuweka chini. Ndio. Wacha hivyo sasa. Yes. Walikuvua mavazi. Ndio. Wacha hivyo walikujanganya mahali yako. Yes. Wacha hivyo walikujanganya kiti chako. Ndio. Mungu anasema wacha hata kukunyang'anya. Hata kuingia kwako tena hawataingia. Amina. Hata kukukaribia tena hawatakukaribia. Nimekuletea ujumbe siku ya leo. Yes. Labda ulizaliwa katika lahana. Yes. Labda kuna watu waliona umeinuka. Yes. Wakakushusha chini. Yes. Mungu anasema senye uko chini saa hii. Yes. Hamuka. Anasema uamuke. Vaa mavazi yako. Kalia kiti chako. Hawataingia kwako. Haleluya. Amen. Ati hawataingia kwako tena. Napata hiyo tafsiri nyingine. Hata iko hapo chini mchungaji. Iko hapo chini. Yes. Ni kufika tuko tumefika kabisa. Haleluya. Ati hamuka. Hamuka. Wow. Amen. Mtu alipigwa akalazwa. Ndio. Sayoni. Yes. Ninamlinganisha. Yes. Na ule mtu ambaye Yesu alipeana mfano. Alikuwa anaitwa Msamaria mwema. Yes. Yule aliokolewa na Msamaria mwema. Huyu mtu alikuwa amepigwa. Yes. Amekaa pale chini. Yes. Nusu mvu. Ndio. Yesu akapeana mfano. Ndio. Msamaria mwema alipompata akamuosha majeraha. Kwa hivyo huyu mtu unasikia anaambiwa amuke. Yes. Amegagaa pale chini. Ndio. Amelemewa pale chini. Hawezi amuka. Hawezi. Amevuliwa mpaka manguo. Ndio. Unajua kuvuliwa manguo ni kutolewa heshima yako. Kabisa. Kutolewa cheo chako. Ndio. Kutolewa hadhi yako. Kutolewa yale ambayo mamlaka ulikuwa naye. Kunyang'anywa kitu ambayo uko nayo. Yes. Mtu ambaye ana nguo. Mtu
wanaishi maisha ya aibu, maisha ambayo kila mtu anakucheka, kwa sababu hata saa hii mtu atokelezee pale Roysambu atembee kwa barabara bila nguo, kila mtu atakuwa anamtazama, kila mtu atakuwa anamuonyeshana, kila mtu ataachana na shughuli anamwangalia. Kwa hivyo huyu mji wa Sayuni ulikuwa umevamiwa, ulikuwa umepigwa, ulikuwa umebaki uchi, ulikuwa umedharauliwa, lakini Mungu akasema amuka, 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 wewe Sayuni, wewe Onyango, wewe Wanjiko, wewe Njoro, wewe Kariuki, wewe Wafula, wewe Mutesia. Mungu anasema amuka leo, wewe Kinoti, amuka leo, wewe Mwanza, amuka leo, wewe uko pale umelazwa, uliibiwa, biashara ilianguka, maisha ilienda chini, amuka, umelala, amuka, umelazwa, amuka. Wow. Waamuke. Wonderful. Hapo mchungaji alisoma inamalizia. Ati hawataingia kwako. Ndio. Tena. Ni kama walizoea kuingia. Unajua ukishapigwa mji wamemiliki. Kila kilicho chako Pastor Murithi wamemiliki. Sasa walizoea kuingia vile wanataka. Wanaingia wanapora, wanaenda. Sasa Mungu anasema hawataingia kwako. Na si leo tu. Tena. Yaani hawatawahi ingia hata na mlango yako, hata kwa ngiti yako. Hawatawaingia maisha yako. Hawataingilia tena. Mungu anasema wamekuzoea. Hawataingia kwako tena. Hata kukaribia hawatakaribia tena. Nasema leo Mungu amekukumbuka. Lishike hili neno leo, linaenda kufanya kazi juu yako. Lishike hili neno leo, linaenda kukubadilishia. Lishike hili neno leo, linaenda kuinua maisha yako. Lishike hili neno leo. My God. Amka. Amka. Ndio. Ewe mji Sayuni. Ndio. Amuka. Ewe Jerusalemu. Mji mtakatifu. Ndio. My God. Ni mtu alikuwa ameokoka. Unasikia Mungu mpaka anadhibitisha. Anasema mji mtakatifu. My God. Unajua mchungaji. Saa ingine maisha ya wokovu. Unaweza kuwa umeokoka. Lakini unajipata unategemea wala wajaokoka. Ukilala njaa ndio unaomba chakula. Mambo ikiwa ngumu ndio unakopa pesa. Sasa hawaonangi Mungu wako. Sasa kama hiyo ndio Mungu anasema kwako hataingia tena. Amen. Unajua huyo mtu anakuanga na power over you. Anaweza kuongelea bila anataka. Anaweza hata ongea bila anataka. Hata madhara inakuanga mingi sana. Kama una chochote, hata kama umeokoka, hata hii mji ni mtakatifu, lakini mmedharauliwa kutosha. Mulipigwa mkanyang'anywa. Penye huko. Amka. Wewe penye huko. Amuka leo. Mungu anasema uamuke. Kwa hivyo ni uchukue hatua ya imani, uamuke. Uamuke. Hata kama kazi iliisha, Mungu ataianzisha tena. Hata kama maisha ilienda chini, Mungu atakuinua tena. Anasema uamuke. Amuka. Tuendelee Pastor. Mstari wa pili. Jikungute mavumbi uinuke. Ewe Yerusalemu uliyetekwa nyara. Jikungute mavumbi uinuke. Jikungute mavumbi. Unasikia? Kwanza umeambiwa uamuke. Sasa ukiamuka ile hatua next ati unjikungute mavumbi. Unajua huyu mtu ni kumaanisha hakuwa kwa kitanda, hakuwa mahali pazuri. Mtu ako na vumbi. Unjikunguta ni ule anaamukanga anafanya namna hii. Vumbi inatembea kutembea. Kwa hivyo alikuwa amelazwa chini. Kwa barabara. Maisha yake alikuwa mabaya. Ati Biblia inasema jikungute mavumbi. Jipiga hiyo mavumbi, unjikungute hiyo mavumbi. Yaani umeamuka umejaa mavumbi, jikungute.
jikungute. Jikungute hiyo mavumbi. Yani ndio usitembee na vumbi. Hiyo roho ya maskini unaikunguta. Hiyo roho ya kutojisaidia, hiyo roho ya magonjwa unakunguta yote, uache hapo chini, usitembee nayo. Hiyo roho ya aibu jikungute. Hiyo roho ya kuvunja ndoa jikungute. Kwa hiyo mavumbi Mungu anasema jikungute. Hii ni tamu. Rudia hapo tena. Mstari wa pili. Jikungute mavumbi. Uinuke. Ewe Yerusalemu. Yaani jikungute mavumbi. Yes. Mavumbi ya uchawi. Ndio. Mavumbi ya uganga. Yes. Mavumbi ya madharau. Yes. Mavumbi ya kukataliwa. Yes. Yote jikungute. Yote. Jikungute. Jikungute. Kwa sababu sasa maisha inaenda kubadilika. Amina. Lakini haitabadilika ukiwa na mavumbi. Haitabadilika. Hiyo mapepo ikikufuata ndio unaambiwa ujikungute. My God. Hii ni tamu. Ewe Yerusalemu uliyetekwa nyara. Kumbe huyu mtu alitekwa nyara. Alikuwa ametekwa nyara. Akalalishwa Chini. Akajaa vumbi. Maisha yake ikakuwa mbaya sana. Na unajua ukitekwa nyara Ndio unanyang'anyangwa kila kitu. Kila kitu. Kwa hivyo alitekwa nyara, akanyang'anywa kila kitu. My God. Wewe Yerusalemu ulitekwa nyara. Ndio. Kuna watu spiritually wametekwa nyara. Kweli? Na wanaishi maisha ya kustruggle. Ndio. Kwa sababu ukiwa umetekwa nyara, hauna uhuru tena. Ndio. Either wa kuongea, either wa kutenda, ama wa kufanya chochote kile. Ndio. Lakini Mungu amesema amekuja leo. Anakuambia uamuke. Ni neno tu. Hata hatumii nguvu. Amuka kwenye huko. Jikungute mavumbi. Wewe ambao uliyekuwa umetekwa nyara. Jifungue minyororo yako shingoni. Rudia tena. Ati jifungue minyororo yako shingoni. Huyu mtu alikuwa amewekwa minyororo. Ndio. Imagine. Chain. Ndio. Chain sio pingu. Sio kamba. Chain. Nyororo. Na imefungiwa hapa kwa shingo. Na ikawekwa kufuli. Sasa kile kinanifurahisha, hata Mungu afungui mwenyewe. Hapana. Hata wenye walikufunga hawaambiwi wakuja na funguo wafungue. Yaani huyu mtu amepewa authority. Amepewa power na authority. Ameishi na hii mnyororo lakini hawezi toa. Sasa anaambiwa toa wewe mwenyewe. Toa wewe mwenyewe. Toa wewe mwenyewe. Haleluya. Kuna kujikomboa. Na Mungu amekupatia hiyo power. Amekupatia hiyo authority ya kutoa hiyo minyororo. Walikuwekea minyororo katika shingo yako. Ndio wa kucontrol. Ndio wa kutembeze. Ukiambiwa simama, unasimama. Ukiambiwa tembea, unatembea. Mungu anasema leo hiyo minyororo sasa toa. Toa mwenyewe. Toa mwenyewe. My God. Ndio. Nyororo. Hii ni tamu. Malaika alipoingia Paulo walipokuwa wamefungwa gerezani. Nyororo zilikatika. Ndio. Pingu zilikatika. Ndio. Hata wakati wa Petero. Lakini hapa sasa Mungu anataka kuonyesha huyu. Hata sio lazima mutoe mwenyewe. Sio lazima hata atume malaika. Hii minyororo amewekwa na hakuwa anajitoa. Lakini hakuwa na power. Hakuwa na authority. Sasa Mungu ameleta power and authority. Hiyo ni kumaanisha hawezi wakakufunga tena. Hata wakijaribu unatoa. Unatoa. Kwa sababu umepewa power na umepewa authority. Umepewa power na umepewa authority. Wow. Yaani kumaanisha kuendelea. Uko na power ya kumiliki hawa watu. Hata mpendwa leo mahali umeishi umefungwa na uamuki, kuna power, kuna authority ya kujitoa katika hiyo minyororo. Yes pastor.
Yanasema hivi hapo. Jifungue minyororo yako shingoni. Ndio. Okay. Jifungue minyororo yako shingoni. Ndio. Ewe binti Sioni uliyechukuliwa mateka. Niendelee? Mwenyezi Mungu asema hivi. Ndio. Nyinyi mliuzwa utumwani bila malipo yoyote. Ndio. Na mtakombolewa bila kulipa hata senti moja. Rudia tena pastor. Tamu sana. Tamu sana. Rudia hapo tena. Mwenyezi Mungu asema hivi. Unasikia hapo vile inasema? Yes. Ndio wajue ni nani. Nani? Wanaambiwa ndio wajue ni nani. Yes. Ameongea. Yes. Hata katika taifa. Yes. Ukisikia hata sasa hivi usikie breaking news. Yes. Rais anakuja kuhutubia nchi. Ndio. Kila mtu anakuanga kwa TV. Anatega sikio. Kila mtu. Yes. Kila mtu anakuanga hapo. Yes. Asikie bila rais anasema. Yes. Sasa ndio hiyo authority mjue. Yes. Ni nani ameitoa. Ndio. Sasa hapa nabii anawaambia. Ndio. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Ndio hapo. Mwenyezi Mungu asema hivi. Sikia sauti ya Mungu sasa. Nyinyi mliuzwa utumwani bila malipo yoyote. Yule alienda akakupeleka kwa mganga. Yule alichukua kitambaa chako. Yes. Akabeba nywele yako. Ndio. Akabeba kiatu chako. Sema. Akabeba chochote kilicho chako. Yes. Akaenda kukurogesha. Yes. Si afanye maisha yako bila ya lipi. Ndio. Haukumulipa. Hakuna kitu ulimpatia. Ndio Mungu anasema. Muliuzwa. Mukapelekwa. Utumwani. Bila malipo. Hata senti moja. Mungu anasema. Hivyo hivyo. Anawakomboa. Bila senti moja. Wow. Pastor. Yes. Andu yako unjamulipa akupiga vita. Hapana. Kile alifanya huku mulipa. Yes. Ndio. Alikufanyia bila malipo. Yes. Naye Mungu ameshuka anasema. Yes. Leo hii. Leo. Na kukomboa bila malipo. Yes. Uliuzwa bila malipo mchungaji. Kweli. Waliuza watu wenu bila malipo. Kweli. Naye Mungu anasema. Yes. Anakomboa bila Malipo yoyote. Bila senti moja. Ukisikia senti ndio ile coin ya chini. Ile ya chini kabisa. Sidhani kama kuna ingine. Hakuna. Si hata pesa yote inamalizianga na senti. Yes, Hakuna chini ya senti. Yes. Hata senti moja. Hiyo ni tamu. Hiyo neno tena. Wow. Mwenyezi Mungu asema hivi. Na inawekwa mpaka ni Mungu amesema. Nani anasema? Ndio hao watu watambue. Ndio. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Nyinyi mliuzwa utumwani bila malipo yoyote. Kwa hiyo utumwa muliuzwa bila malipo yoyote. Bila. Ndio. Unasikia yoyote? Hakuna eni. Hakuna kitu kilihusika. Ndio. Hakuna hata senti mlipa. Muliuzwa. Ndio. Muliuzwa. Ndio. Kipawa yako ikauzwa. Mali yako ikauzwa. Kazi yako ikauzwa. Ndoa yako ikauzwa. Familia yako ikauzwa. Haukuwalipa. Ndio wauze. Naye Mungu anasema hivyo. Uliuzwa bila kitu. Hivyo. Anakuja kukomboa bila malipo yoyote. Hallelujah. Elekeza mkono kwa hiyo runinga. My God. Kwa imani wewe ambao una watch. Nikuitishie sasa. Yes. Hiyo neno, upako wa hiyo neno ufanye kazi juu ya maisha yako. Yes. Baba, katika jina la Yesu. Ninakushukuru. Huyo mpenzi, huyo mtazamaji, huyo anasikiza katika redio, namuombea leo ili neno ifanye kazi juu ya maisha yake. Wenye aliuzwa bila malipo, leo hii kamkomboe bila malipo katika jina la Yesu. Inua maisha yake, bariki maisha yake, komboa maisha yake, yainue maisha yake. Natangaza leo ukombozi juu yao. Wakombolewe.
Yesu. Baba tunasema ni asante. Niko na imani. Kuna mtu unapatia ushuhuda leo. Katika jina la Yesu. Tumeomba hata na kuamini. Amen. Amen. Wewe ambao hujaokoka na uko hapo na ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu, ndiye akikomboa walio wake. Ndio umesikia amesema mji Yerusalemu mji mtakatifu. Ni mji ulikuwa umeteuliwa. Ni mji ulikuwa umetakaswa. Na ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu. Hata wewe ukombolewe leo. Utakaswe leo. Mungu abadilishe maisha yako leo. Mungu kabla tuingie mwaka mwingine, kwa sababu tushapita nusu, tunaelekea huko mbele. Kabla tufike hapo, najua Mungu kuna mambo anafanya yasiyo ya kawaida. Kwa hivyo inua mkono wako, elekeza hapa, sema Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa. Kuanzia leo nataka niokoke na nikutumikie siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeokoka, nimeamini. Baba ni asante kwa wale wamekubali kuokoka leo. Wasamehe dhambi na makosa yote. Waoshe na damu yako Yesu Kristo iliyomwaika pale msalabani. Kuanzia siku ya leo wafanye viumbe vipya. Baba, waishi katika utakatifu na waishi katika wokovu wako. Andi utakaporundi wapate uzima wa milele. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asante sana mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji. Mungu akubariki sana 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 kwa kutenga huo muda kuweza kulisikia neno la Bwana. Najua Mungu anaenda kukuinua na kukubariki. Kwa hivyo wakati huu tunapojiandaa kurundisha ibada katika wenye studio, tumeshukuru sana hata kwa Mwangaza Media Group. Mungu awabariki sana. Tunashukuru pia kwa kaka ambaye yuko hapa anaitwa Wairura. Mungu akubariki sana. Tumtukuze Yesu Kristo milele na milele. Amina. Uko salama? Niko mzima, nashukuru. Nimefurahi kukuona. Mito. Asante. Karibuni tena na tena. Asante. Naam, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, bila shaka ikiwa ni siku nyingine, siku tulivu, siku ambayo tunasema kwamba tumeona mkono wake Mwenyezi Mungu. Karibu sana, ikiwa ni wakati wa kuweza kusoma zile jumbe ambazo ushatuma. Kumbuka kwamba tumekuwa live, tuko live ndani ya Facebook, Mwangaza Television, Kiheo Television, na vile vile ndani ya Mwangaza wa Neno FM. Pia ukurasa ule mwingine ukina pale kwenye YouTube unatupata vizuri kabisa. Karibu tena kwa moyo mkunjofu, moyo usiokuwa na hila. Langu jina ni Francis Wairura, niko hapa hivi, nimeweza kupewa usukani na watumishi wake Mwenyezi Mungu, wameweza kutongoza vizuri kabisa ili tuweze kusoma jumbe ambazo ushatuma hapa hivi. Tunatanguliza na Rafael Muindi. Asante sana, unasema yes. Amen, amen, amen. Phoebe Kamande, mahali ambapo ulipo, asante Phoebe Kamande. Jumbe zako ni nyingi kabisa, alafu nasema thanks for the timely word of this day. Asante sana. Alafu nasema kwamba tuzidi kumtukuza Mwenyezi Mungu. Jumbe mzuri kabisa, watumishi wazidi kubarikiwa. Mwingine hapa nasema naitwa Magi Ima. Thank you. Nasema mitambo ni tiki. Wewe kusema kwamba iko sawa kabisa. Thank you very much. Haya, alafu pia nasema mwingine anasema hivyo ndivyo ilivyo. Unasema kwamba I'm free kabisa, tumeweza kufunguliwa. Binti Yusuf Mbogwa, mahali ambapo ulipo, salimika sana, Mwenyezi Mungu azidi kukuinua. Alafu nasema oh my, watumishi wake Mwenyezi Mungu, thank you very much, umekuja kwa wakati. Mwingine hapa nasema napokea ushindi wa Jehova katika maisha yangu siku ya leo. Thank you very much, this word is mine today in Jesus mighty name. Ni jumbe ambazo ziko kwenye ukurasa wa Mwangaza Facebook. Mwingine anasema hallelujah, watumishi wabarikiwe sana in Jesus mighty name. Thank you very much. Oh yes, asante. Mwingine anasema anajulikana kama Ivona, unasema yes, power and authority. Power and authority, hiyo ndio tunayoitaka. Thank you very much. Napokea ukombozi in Jesus mighty name. Beatrice Kimani, thank you, mahali ambapo ulipo, Mwenyezi Mungu azidi kukuinua. Ujumbe umekuja kwa wakati na tunasema kwamba tunazidi kuona Mwenyezi Mungu akifanya kazi yake. Asante sana. Alafu pia hapa nikiangalia naona kwamba tuna Jerusha. Haya, Jerusha, salimika sana. Unasema kwamba unazidi kuona mkono wake Mwenyezi Mungu. Tuna Martin, thank you very much. Milka, asante kwa kuweza kulike injili ya siku ya leo. Alafu pia naangalia na kwamba tuna Muguri, unasema kwamba unazidi kubarikiwa sana. Ni ujumbe wake Mwenyezi Mungu, jipe nguvu, Isaia 52 kuanzia pale moja. Thank you very much. Alafu haya, hapa pia tuna mwingine anasema kwamba
anaitwa Mkesha aka King Mgeja, thank you very much. Unasema my church forever, unasema please pray for me. Mwenyezi Mungu azidi kukuinua. God bless you pastor for powerful and very encouraging word. Asante sana Phoebe, nimekupata Phoebe Kamande. Once again God bless you mami, asante sana kwa ujumbe wako. Napokea ushindi wa Jehova katika ama kutoka kwa kanisa la Jesus Winner Ministry. Thank you very much. Mungu azidi kukuinua. I have power and authority in Jesus mighty name. Thank you. The power of blood of Jesus Christ. Unasema kwamba endelee kutuongoza. Jehova ni mwaminifu. Asante. The word of God is new every day, because today I'm so much blessed. Thank you very much. Napokea kibali katika jina takatifu lake Yesu Kristo. Thank you very much. Asante. Mwingine hapa anasema dadhiwera in Jesus name. Aya, asante. Umeandika kwa hiyo lugha ya Kiisraeli. Thank you very much. Phoebe, nimekupata. Alafu pia tuna blessed favor mahali ambapo ulipo. Ujumbe wako uko hapa hivi, unasema kwamba umeamka salama na Mwenyezi Mungu azidi kukuinua tena. Mwingine hapa anasema receive it in Jesus mighty name. Ni jumbe ambazo unazidi kuziandika hapa hivi, kweli kabisa Reverend. Asante sana. Naitwa Phoebe Geoffrey Kathiru mahali ambapo ulipo. Thank you. Nimeamka Reverend Rafael. Asante Phoebe, nimekupata tena. Geoffrey asante. Mushoke Kathrina asante. Unasema haleluya. Yesu Kristo ni mwaminifu kwa maisha yangu kila wakati. Thank you. Ni ujumbe mzuri. Oh yes, asante. Mingine hapa nasema napokea urejesho wa baraka zangu zote na milele kabisa. Thank you. Ndio Reverend Rafael hapo, sawa. Power and authority. Martha Ngarari mahali ulipo. Ni Seta Njoki, thank you. Unasema hallelujah, praise God. Unasema kwamba tungali tunawafuatilia vyema kabisa. Mary Mwihake mahali ambapo ulipo, asante tena. Alafu nikiangalia hapa naona kwamba anasema anaitwa Paula Wandimi, asante sana. Unasema kwamba ni county Nyandarua, unasema ni Jesus Winner Ministry Nyandarua branch, asante sana. Ndani ya neno la uzima, thank you very much. And your Reverend Elvis, Mwenyezi Mungu azidi kuwainua na azidi kuwabariki. Neno la uzima hapo kabisa, Mwangaza TV forever, thank you very much. Naona kwamba watu wengi wameweza kufuatilia na kuweza kufurahia. Labda tukiangalia pale ukurasa ule mwingine wa Mwangaza wa Neno FM, jumbe zimekuwa nyingi na tunasema ni asante kwako wewe ambaye umeweza kuzituma. Tukiangalia hapa hivi naona kwamba tuna mmoja anasema anaitwa Philomena, thank you very much Philomena, nimekupata. Maureen Wanjero umeweza kulike, thank you very much. John Kinyozi Masto, thank you so much. Ujumbe wako uko hapa hivi. Nancy Mbushi, thank you. Gashero Mechanical, asante. Unasema pamoja. Martha Ngarari, asante sana. Meritashi, jumbe zako ni nyingi kabisa. Pamoja na Mushoke Kathrina, pia naye nimeweza kupata ujumbe wako. Tukiangalia pale kwenye kurasa zingine za FM na naona kwamba jumbe ni nyingi tu zinazidi kuingia hapa hivi. Kwa wewe ambao unazidi kutuma, tunasema ni asante sana. Mwenyezi Mungu azidi kukuinua na azidi kukuongoza kwa kila neno ambalo unazidi kulitekeleza. Tuangalie zile jumbe zingine hapa hivi kwa upesi. Naona tuna mmoja ambaye anasema kwamba anaitwa Sherin Duarte, asante. Nilikuwa nauliza jumbe zako ziko wapi. Unasema Jehovah may you crown our neno la uzima service today with your goodness, thank you very much. Alafu pia tuna blessed favor, ujumbe wako kwa hapa. God bless you pastor for a powerful and very encouraging word of God. Asante. John wa Inda, asante. Kamau Ruth, thank you very much. Geoffrey Maina, asante sana. Unasema hallelujah. Binti Yusuf Mbogwa, asante sana. Magi Ima, thank you very much. Tukimalizia hapa naona kwamba tuna mmoja anasema anaitwa Kathrina, asante sana. Liam Lucy, unasema Mungu nisaidie kuamka. Hiram Kihara, unasema maisha yangu itainuka leo kupitia neno la uzima. Hiram unasema maisha yangu inabadilika kuanzia siku ya leo. Hiram, asante. Kihiram Kihara, asante. Unasema wake up, thank you very much. Na Honorable Keza Mwadiza, thank you. Unasema I'm rising again to my divine position. Kati ya jumbe ambazo zimekuwa tu nyingi, Charles Alwanga, asante. Honorable, nimekupata. Martha Wangari, asante. Ni Seta, thank you. Na Mushoki, jumbe zimekuwa nyingi tu. Alafu Mushoki unasema watching from diaspora Kasarani, asante sana. Nimejaribu tu kusoma zile jumbe ambazo umeweza kuzituma, nasema asante sana. Sina lingine, watumishi wameweza kutongoza kwa njia ambayo ni nzuri kabisa. Tumeweza kulipata neno lake Mwenyezi Mungu. Sasa tuweze kufunga kwa maombi. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore, amen. Imekuwa ni furaha kubwa kwa wale wote ambao wameweza kufanikisha shughuli ya siku ya leo. Tunasema ni asante sana. Langu jina ni Francis Wairura. Sasa usukani na urejesha katika studio zetu Kihio Television, Mwangaza wa Neno FM, vile Mwangaza TV. Kwa heri kwa sasa.